watu wenye wanatafuta mahali ya kuja kukoroga Kiambu. Wengine ni watu wamechaguliwa, wajumbe. Anatafuta jinsi, mnaona wengine wameanza sasa kuweka vita kwa masoko. Soko ni kazi ya county. Mjumbe ako na mahali 100 ya kupeleka pesa. Mjumbe anaweza kwenda ajenge shule mpya. Anaweza kujenga police station mpya, ajenge social hall mpya. Mambo mengi, anaweza enda kujenga barabara 10 zipo. Sasa hii mambo ya kuja kushinda tini vita ya kazi ya county, soko ile mahali governor alitafutia pesa, ndio mtu analeta vita. Ati ndio ionekane kama ati anafanya kazi na governor hafanyi. Mimi sina wasiwasi, hiyo mambo inaendelea huko nje, haiwezi kufanya mimi nikose kufanya kazi yangu. Wache wenye wanapanga huko na hata kwenda kujaribu kuharibu jina yangu huko juu, ati huyo jamaa ndiye anaharibingi kazi Kiambu. Ile kitu tu nimesema na nataka nirudie hapa. Nilisema kwa mdomo mkubwa na narudia leo mchana wazi. Shamba za mwana Kiambu ni za mwana Kiambu. Hivyo tu. Mtu anichukia ama asinichukie ama namna gani jameni? Wengine wanaenda kujaribu kujifanya ati mtu anajenga soko na ile kitu wanalenga ni shamba. Hawa watu unaona wanaenda hutu vita ndogo hapo ati vita nataka kuingia kwa vile anajua hiyo shamba, kuna shamba ingine huko Thika iko na shida. Hiyo shamba haina makaratasi mpaka siku ya leo. It's about 6 acres. Na kuna soko ndani. Sasa mtu anajua ya kwamba akiingia pale atasema anajenga soko na awache amekata nusu yake, mtakuja kugundua baada ya miaka 10 na ni shamba inalengwa, sio soko. Kama ni pesa inauma, mtu siende afanye kazi nyingine, inaonekana namna gani jameni? So hakuna haja ya kujifanya hapa. Ile kitu najua ninachukiwa na niendelee na kuchukiwa wakitaka hivyo. Ni kuongea ukweli ya kwamba shamba ya mwana Kiambu mpaka nitoke kwa ofisi hakuna mtu anakula hata moja.